mwenyekiti. Tusharuka. Kwanza tusharuka hadi Juda sisi. Mwenyekiti tunataka tujue. Tunataka tujue. Yaani wewe ni shoga yetu sisi hapa. Wewe unatuchukuliaje? Anatuchukuliaje kwa mfano mwenyekiti Mwenyekiti unachukuliaje? Wewe. Afu sikia mimi. Nyie dua iwahusu mnakaa karibu na chetezo mnataka kuungua. Tokeni kwangu. Sitoki. Toka kwangu. Sitoki mpaka utuambie hapa tena. Gia maji mimi. Toka wapi kunimwagia maji kila saa hizi? Wewe vipi wewe? Tunataka tujue nini kinachoendelea. Kuna salamu marafiki kiongozi. Wewe, yule Sheikh Juma sasa anatuchukulia simu kweli. Anatuchoela. Sikule kaja kachangisha la msiba. Sasa wa dakika mbili zile vishilingi mimi sijaviona vimeendea wapi. Sasa ndio mjizi wangu. Yaani yule pale anachukulia simu poa. Mimi nimefika pale namkuta msibani ajilizaliza, nika msiba na ujua yani. Unaelewa? Afu kizingatia sio itikeli. Ajiliza utafikiria ana ukoo na marehemu hongo. Yaani kana anajuana nao. Sema maisha kweli yenye tupo mjifikirie. Mtu juzi tu mara sasa hivi tajiri, mara mtoto wake kilema, mara misiba miwili. Kesho na kesho kutwa anaanza na moja, anaanza na huyo, anakuja na huyo. Kama kuku moja. Mjomba gari geuka nyuma. Kwanza kwa mwisho huo. Acha inyeshe tuonekana pokuja. Sema nini? Alafu sio mchongo mbona? Yaani sio mchongo, sio wenyewe tunaweza tukamtimbia afu tukamchafulia vile pale mtaani kwake. Afu hamna anachofanya au vipi? Wewe ndio nimekushusha veo mjomba wangu. Wewe unatoa mchango afu pilau ugusi. Sisi msibani waandazi tulikuwa wenyewe mjomba wangu kile. Kindoo kidogo kimejaa wali, si unajua chuzi lele mwanangu. Tumekenda wewe hata punje hujalamba mjomba wangu afu unakuja kutamba unayaweza. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Kheri bwana. Kheri. Kimya. Ndugu yangu tunajua. Maana hizi siku mbili tatu baada ya msiba, nani kwa na mambo mengi kweli nikashindwa kuja hata kumsalimia dada yako. Kweli shehe. Sijui mnaendeleaje? Sisi tunaendelea vizuri shehe wangu, lakini ndo kama hivyo sister yangu bado anaendelea kutoka kwa waganga. Umesema anaenda wapi? Bado kwa waganga azurura tu. Kwa mdogo wangu ananitambishia au vipi? Msinishike. Anikimbia au vipi? Kwa mdogo wangu unanikimbia mimi au vipi? Nataka nimfundishe adabu. Nataka nimfundishe jinsi ya kuishi na wakubwa. Sasa hiyo familia mtapiganaje na huyu? Hajafunzwa huyu mdogo wangu, hajafunzwa huyu. Vipi mdogo wangu, mbona kama hivyo Poa boy. Wasikilizeni. Mwache. Umesikia nyie? Sikilizeni nyie. Tumieni akili. Hizo nguvu mnazotaka kutumia hapo, zipelekeni kwa Sheikh Juma kule. Hivi mjiulize yule Sheikh ghafla tukawa tajiri. Alafu anetu dakika mwisho amelala tayari. Mwanae ndio vile chiba kashamgeuza chiba. Alafu nyinyi mnataka kuamshiana vagi hapa. Huo mnahitajia ushamba kwa usela ushamba. Mimi napita hivi siwezi. Oya. Sema wanangu mshanchwela alafu mimi sio ngwele dakika ya mwisho. Hapo tupo ni kuombea dua mnyanyuke nikae mwenyewe bwana kilenge nitawale. Unajua. Leo hii amefikia hatua ya kwenda kwa waganga. Ndio shehe. Kwa jambo hili la msiba. Hili shehe wangu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hebu sikia. Wakati tunajua Mwenyezi Mungu kila mwanadamu hapa lazima auonje umauti. Hebu nakuomba haya mambo, nenda ukamsii sana dada yako. Maana naona kama vile kasahau kama aliumbwa na Mwenyezi Mungu. Na pia hapo Mwenyezi Mungu ndo anatakaye tuchukua na kurudi kwake. Kweli.
Hebu mfano mdogo tu, yani tusizunguke. Angalia ndugu yetu Hamza ambaye kwa jina maarufu alikuwa anaitwa Meja. Kafia Morogoro, lakini kaenda kuzikwa Nkala ambako ni Bukoba huko. Huu ni mfano tosha. Meja tulikuwa naye karibu kwa kila kitu. Yaani tukihitaji hichi tunapata, tukihitaji ushauri huu tunapata, lakini leo hii yuko wapi? Kafariki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamchukua. Embo msii sana, siamini chochote na ushirikina. Embo amwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kweli shehe. Basi sawa, tuko pamoja shehe. Haya, tutashauriana. Sawa shehe wangu, meisha. Haya, sawa. Sawa shehe. Salimia Ramadhani. Hamna shida shehe wangu. Haya, sawa. Sawa shehe. Dada huyu. Shikamoo. Sasa huko. Safi. Karibu. Asante. Mume wangu. Samahani, kuna jambo nilikuwa nataka tuongee. Jambo gani tena mkao? Mami, hebu ngena ndani kidogo. Sawa dada. Maongezi gani tena mpaka unamtoa mtoto? Mume wangu, kuna kitu kinanisumbua sana. Mume wangu, samahani lakini kwa ambaye nitakayokuuliza pia. Mume wangu, katika hichi kijiji kuna baadhi ya vitu vinaendelea katika hichi kijiji. Mimi sivielewi kabisa. Kuna maneno watu wanaongea sana. Yaani sielewi hata inakuwaje. Maneno yapi tena? Kuna watu wanasema kwamba eti vifo vinavyoendelea katika hichi kijiji unahusika na wewe pia. Mpango unaendaje lakini? Safi tu. Sasa basi, nashukuru sana kaka. Safari yangu niliyoenda mafanikio nayaona na mwanga pia nauona. Nimekutana na mganga. Lakini mganga kaniambia, yani usihofu. Wala usiwe na wasiwasi, naamini kabisa mwanga nauona. Kwa kaka, katika hilo kidogo napata fulana mimi. Lakini dada, mimi katika pitapita zangu nilikutana na Sheikh Juma. Akaniambia kwamba hili swala tunajisumbua tu, hii ni mipango ya Mungu. Nini? Nini ulichozungumza hapo? Nimekwambia hivi, nimekutana na Sheikh Juma. Akaniambia hilo swala tunajisumbua tu. Kumbe wewe mbaya kiasi hicho Na kuuliza wewe, kumbe mbaya kiasi hicho? Sio mbaya. Wewe shehe huyo ulikutana naye wewe akakwambia kuhusu maumivu yangu mimi. Yeye kama nani? Hiyo. Na isitoshe shehe yako na mimi yupi bora? Wewe bora. Sawa, kama mimi bora. Maswala ya kuambiwa shehe kasema sitaki kusikia. Na uona mwanga kidogo sasa. Unataka kunirudisha nyuma kwa sababu shehe kasema. Shehe atabaki kuwa shehe na mimi nitabaki kuwa mimi na mambo yangu. Maumivu nayepata mimi sio wewe. Lakini dada, hakuna lakini dada. Mungu naamini yupo, lakini katika mambo yangu sitaki kuniingilie. Tafadhali. Hivi unajua uchungu unajisikia mimi? Najua. Unajua jinsi gani naumia? Najua. Mtoto anauma, usisikie. Mtoto anauma. Na pia acha mtoto tu wangu wako. Haya vipi kuhusu na mume wangu? Ushalifikiria hilo? Nibaki mpweke sasa. Naomba usiniharibie siku. Tafadhali. Achana na mimi nifanye mada zangu. Tia naomba uondoke usinitibue. Naomba uondoke. Sikutaki kwanza leo nyumbani kwangu toka. Mimi swala. Toka nimesema. Sitaki. Mimi swala nitamshauri kaka. Na maana Sheikh Juma bora kuliko mimi, si ndio? Hapana. Sheikh Juma ni bora kuliko maumivu unayopitia. Hapana. Ina maana umekuwa msaliti leo.
Toka ndani kwangu, sikutaki mimi. Najua niko na mtu, kumbe niko peke yangu. Ndio maana mpaka sasa nakosa msaada. Yule ndugu yangu nimemtegemea na yeye ameanza kuungana mishehe yake. Sasa hivi naachwa peke yangu mimi. Kweli? Hebu. Cha kwanza mke wangu, kitu kikubwa, unakumbuka kabla tulikuwa na hali hii. Ilikuwa kila siku na kuhimiza wewe iwe asubuhi, mchana na jioni ibada. Na Mwenyezi Mungu yupo karibu na waja wema. Ni Razaku, jina lake tukufu Razaku. Ni mwenye kuruzuku. Na pia vile vile anatuambia yarzuku man yasha bi khairi hisab. Na anamruzuku pia mtakaye pasina kuwa na hesabu. Lakini anamruzuku vipi? Utakapokuwa mja mwema. Sasa mke wangu, mpaka unaona hali hii inatokea hivi, basi ujue tayari sisi tushakuwa waja wema kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inabidi kwetu kushukuru kwa kusema alhamdulillah. Alhamdulillah. Lakini sasa kuhusu vifo vinavyoendelea katika hichi kijiji na jinsi mtoto wetu hali ambayo alikuwa nayo kwa sasa hivi, watu wanaongea maneno mengi sana, na wewe ndio unahusika. Mimi tu niko nataka tu niambie kweli, kwa sababu naona tofauti. Amrudia hapo, yaani unasema kifo vya mitaa hii mimi ndo nahusika, na ulemavu wa mtoto wako au mtoto wetu sisi mimi pia ndo nahusika. Mke wangu, kumbuka Mwenyezi Mungu kipindi anapotuumba alituambia khuliqal insanu dhaifu, amemuumba mwanadamu ni mdhaifu. Unaweza ukawa kipofu, kilema mkono, kilema wa mguu, yote hayo ndiyo udhaifu. Sio kuwa dhaifu uwe mnyonge, hapana. Ni baadhi ya vitu viungo vyako kinaweza kawa. Na pia kuhusiana na umauti, Mwenyezi Mungu kashatuambia anatupenda sana na katuleta hapa duniani, na pia sisi ndio tutarudi kwake. Leo hii unasubutu kuniambia kweli mimi mume wako nahusika na vifo vya huko, lakini unaniona mimi ndio najitolea kila kitu, na mtoto wako kila siku nakuachia hela wewe, iwe kwa boda boda, iwe kwa nini umpeleke shule. Unasubutu kuniambia mimi ndio nimemfanya hivi ulemavu. Naona sasa mke wangu nataka kunipanda kichwani. Najua mume wangu, lakini naomba unisamehe. Hamna shida. Lau kama ungekuwa umeolewa na mwanaume ambaye hajasoma dini, sidhani sasa hivi ingekuwa ni hali gani. Ila mimi ndo najua umenikosea kiasi gani. Huwezi ukanizania mimi kwa mtoto wangu mimi. Kila siku unaona tunasoma dua, tunapata kidogo, na nakupa bajeti zote unazijua wewe. Leo unaniambia napata mali kupitia mtoto wangu. Naomba uniwie radhi. Hamna shida. Mimi sio mtu wa kuweka. Asante. Asante na mimi. Lakini ni vizuri kuniambia kuliko kukaa nao. Odi. Odi. Habari yako kaka? Salama tu. Vipi? Safi. Habari za kutoka? Nzuri lakini mbaya hivyo hivyo da. Acha. Bana kaka, mimi nimekuja hapa nimetamani mimi. Mpokea tena. Nimetoka kwa sister muda si mrefu hapa. Mimi nimemshauri kwamba masuala yale kufuatilia kwa waganga aachane nayo, ila bado hakunielewa.